tukifikiria au tukitafakari vizuri, tunakuta kwamba ufalme wa Mungu kanisani, watu wamepewa vitu gani? Hivi Mungu kuna kitu ametunyima? Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna kitu ambacho tumenyimwa wapendwa. Kila kitu tumepewa, mamlaka yote tumepewa. Biblia inasema mnapofunga mbingu zitafunga, mnapofungua mbingu zitafungua. Sasa mnatakiwa mpewe nini? Amekwambia ombeni lolote. Amekwambia yote yanawezekana kwake anayeamini. Kwa hiyo hapo kasoro kutokuamini. Ndio maana mara zote tunasikia nikiomba mbele za Mungu, Bwana, wenye makosa ni sisi. Wewe hakuna alichokosea hata kidogo. Usipoangalia unamtia Mungu kwenye makosa. Sisi Bwana uko wetu ni walaana, tuko hivi. Nani alikwambia Bwana? Tukishaingia ndani ya Kristo mambo yamekuwa mapya. Hakuna umakonde, hakuna upare, hakuna uchaga, hakuna umasai. Bwana asante sana. Ukiona watu wako hivyo bado wako kwenye mwili. Kwa pamoja. Amina. Ni mwili tu unawasumbua. Lakini ndugu yangu, tukitoka kwenye mwili, tukijimilikisha katika roho, tunajikuta tuna kila kitu. Ingawa hatujavishika mkono. Bwana asifiwe sana. Amina. Tunaenda pamoja. Amen. Ndio maana Mariko anasemaje? Kitabu cha Yeremia. Yeremia 9. Maandiko anasema hivi. Yeremia 9 mstari wa 23. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Sasa hiyo hali ya kuwa na haki katika ulimwengu, wapendwa, inahitaji kujua Mungu. Wapendwa, nguvu ya mtu katika maisha ya Mkristo duniani ni vile anavyomjua Mungu. Si unaelewa? Amina. Kile kiwango ambacho unamjua Mungu moyoni mwako ndio nguvu yako. Amen. Huwezi kumjua Mungu kupita kiwango cha nguvu ulizo nazo za Mungu. Na huwezi kuwa na nguvu za Mungu kupita kiwango unachomjua yeye na kutenda. Naweza kusema ya kwamba kiwango ambacho mtu anavyomtii Mungu ndicho kiwango hicho kina nguvu zake. Maana ukuta mtu huyu jamani kwake kutoa zaka kamili katika kila anachopata, yani ni mswaki. Yani kwake ni jambo la kawaida tu. Lakini kuna mwingine atoe zaka heri umchinje. Mimi nakwambia hayuko tayari kutoa zaka. Amepata 10,000 atoe 1,000 heri mpige. Lakini kuna mwingine afanye milioni peleka zaka kwake kazi rahisi. Na hivyo zinaongezeka kwake. Na hivyo maana amejua faida ya zaka. Huyo hajui. Yako kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo umpe biskuti box nzima. Biskuti kama 24 kuna mbili. Hapo sasa jaribu kumega angalau nusu ya biskuti. Uone. Itakapokuwa mkali kama chuma. Hivyo alivyo mtu asiyekubali kutolea Mungu zake. Hivyo alivyo moyoni mwake. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaenda pamoja. Lakini hili mtu asijue kwamba ni hasara yake mwenyewe. Hakuna mtu anayepata hasara, na ndio maana walokole wengi pasenti kubwa maskini 0% ya maisha. Wewe ukitumbukiza katika ulokole, nakwambia ndugu yangu, ukitaka kuishi maisha raha duniani, kisha muone Mungu, tekeleza ya Mungu. Kama utekelezi utakaa tu kama picha ya Mungu, hutayapata na wala ya shetani hutayapata. Sisi tuko pamoja. Amina. Hivi unawezaje kuishi ndani ya ufalme alafu ukaufitini alafu ukafanikiwa?
uko hapa nyumbani kwangu alafu ukaleta fitina hapa. Hapo unaweza kufanikiwa. Mungu akakuruhusu. Bwana asifiwe sana. Naenda pamoja. Ufalme wa Mungu ukiutumikia utii, hivyo utafanikiwa vya Mungu. Vinginevyo wasema ana mimi nilokoni. Mama walisema sisi tuitwe tu kwa jina lako. Lakini Bwana, chakula ni chetu wenyewe, mavazi ni yetu wenyewe. Tuitwe tu kwa jina lako, tuondolee nini? Tusiambiwe hatuna dini. Wakristo wengi wako hivyo, walokole wengi wako hivyo. Dini yako wapi Kisevule? Ni yangu wapi kwa Yohana? Katule walikuwa wanapenda sana mchungaji wetu Yohana. Maana nikisema katikati ya wachungaji wananiogopa. Kutokana na ile kweli naitoa. Kwa hiyo ukisema ni mshirika wa Yohana wanakuogopa. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie kuwa mshirika wa Yesu, kuwa chini ya mamlaka ya Yesu. Nataka nikwambie ndugu yangu, utaona faida. Lakini ukijiunga tu na dini fulani, mara zote wakati nimetafakari sana, nikagundua kwamba watu wa Mungu wengi wanajiita wa Mungu wako chini ya madhehebu tu, wako chini ya viongozi fulani tu, ni washirika wa mtu fulani tu, ni washirika wa chama fulani tu, lakini sio Mungu. Kuwa mshirika wa mbinguni. Sasa kuwa mshirika wa mbinguni unategemea kumjua Mungu na kumjua. Kiwango ambacho wamjua Mungu na kumtii ndicho ambacho kinadhibitisha nguvu za Mungu ulizo nazo. Ndio maana Yesu akisema mtatambua kwa matunda yao. Hakuna namna nyingine. Wako watu wasiotambua